tumeanza mada ya utatu, lakini katika tukijenga msingi wetu katika umoja wa Roho Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Inawezekana kabisa wako watu wamesikia mafundisho ya upotovu au watu wengine wasioelewa wanafikiri tunaposema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kuna miungu watatu. Kimsingi sivyo, kwa sababu Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo ukisoma tuna muda ukasome sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 18, kuna vitu pale utaviona kwamba katika kuumba dunia hapo mwanzo kulikuwa na mbingu na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na Roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. Hivyo hapo tu ukiona hapo mwanzo kulikuwa na mbingu na nchi, Mungu aliziumba. Ni wazi kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi, na Roho wa Mungu akakaa kwenye uso wa maji kama kulinda huo uumbaji. Lakini baadaye kwenye mstari wa 28 utaona Mungu akisema na tuumbe au tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, kuonyesha kwamba kuwa mwenyewe alikuwa na nafsi zake mbili, ambayo mojawapo ni Mungu Neno, ambaye ndiye kwenye sura hii ya kwanza kwenye mstari wa kwanza hadi wa 18 utaona kwamba alifanya uumbaji wote. Mungu akitamka neno anaumba, alafu Roho Mtakatifu anahuisha kwa namna moja au nyingine, huko akitunza ule uumbaji. Pale unaona siku ya kwanza Mungu asema iwe nuru, ile nuru ikawa. Ile nuru ikaendelea kuangaza mpaka pale kwenye sura ya 16, 17, nasema ni mstari wa 16 na 17, unaona Mungu akasema na tufanye mianga au tufanye mianga miwili itawale usiku na mchana. Akaumba jua, akaumba na mwezi. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya 4. Inamaanisha kwamba kwa siku 3 mpaka ya 4 iliyonurisha ulimwengu ni nuru ambayo ilitokana na neno. Yaani Mungu Neno alifanyika nuru. Ndio maana Kristo aliyefanyika mwili, Yohana 1:14, akakaa kwetu, alijitambulisha maeneo mengi kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Inamaanisha kwamba Mungu Neno ambaye ni nafsi ya pili ya Mungu alifanyika nuru kwa ulimwengu kwa siku 4 kabla ya jua na mwezi kuumbwa. Jina la Bwana libarikiwe. Hii pekee yake inakuonyesha unique. Yaani watatu wanafanya kwa ushirikiano kwa sababu huwezi kugundua. Asiyesoma Biblia vizuri hawezi kujua kwamba dunia ilikuwa bila jua kwa siku 4. Kwa siku ya 4 ndio inaumbwa jua. Ndio likaja kunyunyulisha siku ya 4 na ya 5 na ya 6, na ile siku ya 7 alipumzika. Mungu alikuwa ameweka jua utawala mchana na mwezi utawala usiku. Inakusaidia kujua nini? Hawa watatu. Sura ya kwanza unaona wote. Na ukiangalia kwenye sura 18 kitabu cha Mwanzo unaona pia mstari wa kwanza hadi 22, usome peke yako. Mwanzo 18:1-22 unakuta Ibrahim akitokewa na malaika wawili ambao yeye mwanzo aliwataja, akaona watu watatu waliomjia nyumbani kwake. Yeye akaamua kuwafadhili, kuwapa maji, walikuwa wanaelekea Sodoma, kwa sababu Sodoma kulikuwa na hali mbaya ambayo Mungu aliona imetendeka, watu wakifanya uzinzi na usiokuwa kawaida, huo ambao tunaita leo Sodoma na Gomora. Hii hali ya ushoga na usagaji ulikuwa ni wa kupitiliza, kiasi ambacho Mungu akashuka akiwa na malaika wawili. Sasa alituma nani kuja? Ndio huyu anaitwa Bwana. Kwenye Biblia inaandikwa herufi kubwa Bwana. Ukiona herufi kubwa Bwana kwenye Biblia ya Agano la Kale, ujue hapa nazungumza habari ya Mungu Neno, ambaye alipofanyika mwili akapewa jina linaitwa Yesu. Kwa Mungu Neno katika Agano la Kale ndio Mungu Yesu Kristo katika Agano Jipya, ambapo aliposhuka pale, ukisoma vizuri sura 18 utaona Ibrahim alikuwa anazungumza na Bwana. Wale wengine wawili walikuwa ni malaika ambao pale alipobakia Ibrahim na Bwana ambaye ni Kristo baadaye alifanyika, wale wawili wakaenda kuchoma Sodoma, wakabaki pale. Baadaye Bwana akarudi kuondoka, na baadaye wale wenzake najua baada ya kuchoma Sodoma nao wakaondoka. Na ndipo pale Ibrahim kwa mara ya kwanza alipata nafasi ya kushauriana na Bwana Yesu, akiwa katika hali ya neno, akiwa katika hali ya mwili aliopewa muda kuja duniani, akionekana kwa nje kama malaika, lakini alikuja kwa ajili ya kufanya kazi ya kuthibitisha ule uumbaji tulioumba ndio hawa na tulioumba leo wamegeuka kuwa mashoga na wasagaji,
akaenda kutoa ile ghadhabu. Kwa lugha nyingine unapata kuona ushirikiano wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu toka kwenye sura ya kwanza mpaka sura ya 18 kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo unaposikia habari ya Mungu wa utatu, tunazungumza habari ya hao watatu kufanya kazi pamoja, na ndipo CCT ilikoingia. Napozungumza habari ya CCT ni kwamba umoja wa makanisa yalianza, ni makanisa matatu, Anglican, Moravian na Lutheran. Wakaanzisha umoja, mababa wa kanisa kina Teofilo Kisanje, maaskofu hawa, askofu Moshi wa KKT na askofu wa Anglican, askofu mkuu ambaye wakati huo walianzisha CCT au walihuisha na kuisajili upya CCT, ambao mwanzo ilikuwa inaitwa TMS, Tanzania Tanganyika Missionary Society au Corporation, iliyokuwa ikifanya kazi ya kuunganisha makanisa, kwa sababu walikuja wamishonari kutoka Uingereza, Ujerumani, na wamekuja kila moja na jambo lake, wanaunganishwa katika nini? Katika neno la Kristo. Alisema wote wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja ndani yetu. Ile Zaburi ya 133 itakusaidia kuona huo umoja. Na ndio yale makanisa matatu baadaye yalipoweka misimamo yao, kuweka mbali taratibu za kimadhehebu na kimapokeo, kama ambavyo Kristo na akiwa neno na Roho Mtakatifu na Mungu Baba walipoweka tofauti zao kama zilikuwepo, maana ni nafsi za Mungu, hakuwa na tofauti. Waliumba dunia, wakaumba wanadamu, wakaumba viumbe vyote kwa kushirikiana. Kwa nini sisi ambao tunawatangazia watu ufalme wa Mungu tuingie ufalme wa Mungu kwa kugawanyika? Ndio CCT ikatengeneza unique makanisa toka wakati ule mwaka 64 mpaka sasa yameongezeka yako makanisa 14 toka kwenye makanisa matatu. Ina maana kuna ongezeko la makanisa 9 katika kipindi cha miaka 60. Na utashangaa kitu kimoja, nafikiri mwenzangu hapa Haruni atasema, utakachoshangaa ni kwamba wanaofuata wote wengine walioingia wanatofautiana pakubwa na haya madhehebu matatu yaliyoanzisha. Kwa nini? Kwa sababu Wakristo wa makanisa ya Kiprotestanti walisimamishwa kwenye imani zao katika neno. Kwamba neno linasemaje? Neno linasema wawe na umoja. Neno linasemaje? Usibaguane. Neno linasemaje katika Yohana 16? Kwamba Roho Mtakatifu akija ataangalia ndani ya mtu liko neno la Mungu ili aweze kukujulisha mambo yajayo na kupasha habari. Kwa hiyo hawa mababa watatu wa kanisa walioanza na madhehebu haya matatu yakashikamanisha. Nyakati hizo ilikuwa hata uruhusiwi kama ukiona kanisa la Kimarabe liko hapa ukaanzisha naye kanisa la Kiluteri karibu hapo, unaanzisha mahali pengine. Na ndivyo ilivyokuwa. Misioni zao zilikuwa maeneo tofauti tofauti ili kutoingiliana, kwa lengo la kupeleka injili kwa wengi, kwa sababu wote watalijua neno. Kinachofanya leo mwingiliano mkubwa wa madhehebu katika eneo moja, kuna Moravian na Lutheran na Anglikana mfano na madhehebu mengine, ni kwa sababu wale wanaotoka katika mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine wanatamani wawe na kile walichokizoea katika taratibu za kimadhehebu, na pale ndio ikatolewa nafasi ya kuendelea kuwa na madhehebu katika kile kanisa. Lakini bado sisi sote ni wamoja, kama ulivyosikia wengine waliona kwenye television juzi Upendo. Tarehe 31 kulikuwa na maadhimisho kule Njombe. Tulipokea maelekezo mazuri sana, na mtumishi wa Mungu mkuu wa mkoa wa Njombe alitoa maelezo mazuri sana kwa kanisa la CCT juu ya kuwa na maendeleo na kuangalia mambo ya baadaye CCT ya nyakati hizi iweje na kadhalika, ambayo ni mema. Lakini nataka kusema mimi nini, waliokuja baadaye wengine wakawa wanakuja pamoja na mabatizo magumu. Kama ingekuwa ubatizo tunatofautiana, tunasimama pale kwenye ubatizo mmoja kwa ondoleo la dhambi, full stop. Ubatizo usiwe sababu, na wala haikutakiwa iwe sababu. Yesu aliposema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika. Ina maana kwamba ubatizo unatangulia, kwa sababu ubatizo unaweza ukaja hata ukiwa mdogo, hata ukiwa mtu wa kati, ukiwa umri wowote, na baada ya hapo unawafundisha. Yesu alimaanisha kwamba ubatizo utangulie mafundisho. Kuna watu wengine hawabatizi watoto wakifuata neno lingine ambalo alilizungumzwa baadaye kabisa, sio lile la msingi wa wito mkuu. Kwa hiyo unakuta mtu anasubiri kwanza akue aamini ndio abatizwe. Sasa hili inakinzana na neno la Mungu. Kwa lugha nyingine, CCT ikapokea madhehebu mengine 9 ambayo katika hayo yako madhehebu mfano Baptist, AIC, Mennonite, kanisa la Presbyterian,
pamoja na kanisa la Jeshi la Wokovu na makanisa la Udugu wa Kikristo na FPCT, Free Pentecost, tumeingia huko. So ukiangalia hapo tunatofautiana sana kwenye baadhi ya mambo, lakini katika neno hizi kutofautiana kwa sababu Biblia ni moja. Biblia ni hii moja ambayo tunaisoma wote. Haiwezekani Biblia moja afu nikambagua mwingine mwenye Biblia kama yangu kwamba huyu aende mbinguni, mimi naenda mbinguni. Sasa kama unasoma Biblia moja, mbingu gani unaingia wewe ambao wenzako haingii? Ndipo pale unakuta makanisa AIC ni maji mengi, Baptist maji mengi, Free Pentecost maji mengi, wamekubali kushirikiana kwa sababu ubatizo wa aina ya maji sio sababu ya kumpeleka mtu mbinguni au motoni, kwa sababu anayebatiza katika Roho ambaye ni Roho Mtakatifu ndio wale wafanya na Baba na Mwana kwenye kuumba mwanadamu na kumtengeneza. Hawezi kumbagua mwingine eti kabatizo wa batizo tofauti. Wamekaa kaangalia neno akasema haiwezekani. Hapa ni shetani katika ile Yohana 10:10 haji ila achinje na kuua na kuharibu. Amejaribu kutafuta mbinu yake kutuharibu, tugombanisha sisi kwa sisi tunalitaja jina la Bwana na kuoneana kama kijicho hivi kwamba huyu haendi kwangu, mimi siendi kwake, yani mimi siingiliani naye, huyu haendi mbinguni. Haya mambo yaliisha zamani. Kadri tunavyoenda watu wanafahamu neno, wakaongezeka hao nimetaja madhehebu tofauti. Na kuna dhehebu lingine Haruni atakuelezea, halibatizi kwa maji kabisa, ila batiza kwa bendera. Jeshi la Wokovu wanachukua bendera kama kitambaa chako cha leso, wanapiga juu ya kichwa cha mtu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tayari huyo kabatizwa. Kwa sababu anayebatiza kwa Roho ni Roho Mtakatifu. Atakapoona nyinyi mmeshirikiana, mtakapopendana, ndio maana alisema katika Wakorintho wa kwanza 13, ijaposema kwa lugha ya wanadamu na malaika, ni kunena kwa lugha, nifanye chochote atakachofanya. Kama sina upendo na mwingine anayesoma Biblia moja kama mimi au anayeshiriki damu ya Yesu huyo, kama Yesu akubagua, akakaa na makahaba, akakaa na watoza ushuru, akakaa na wale watu wote, kawaambia habari za Yesu na wakamjua Yesu, hata wale waliokuwa wagumu kama kina Nikodemu, waliokuwa ni watumishi wa kikuhani au Mafarisayo, kina Nikodemu na kina Yusufu Arimataya, wakaingia kwenye Ukristo. Wewe ni nani unayembagua mwingine? Ndipo CCT imetuletea amani na ushirikiano na umoja, ambao katika huo tunaweza tukasema sisi sote ni wamoja na tunakwenda mbingu moja, kwa sababu Yesu Kristo ni mmoja, hajawahi kubadilika na hajabagua. Kwa hiyo mwenzangu atataja hayo madhehebu hayo yaliyo 14 sasa hivi yana pia mashirika yako zaidi ya 10 ya kiumoja wa makanisa ambao mnayajua. Mengine ni haya ya usomaji wa Biblia, na kuna Scripture Union, kuna AEE, kuna Life Ministry. Mashirika yote haya yana lengo moja, kumsaidia kila Mkristo ajijue ana thamani gani mbele za Mungu. Katika habari ya mabatizo haijawahi kutokea mahali popote huko nyuma walibaguana. Ndio maana manabii wote mpaka nabii wa mwisho Yohana Mbatizaji wanaheshimiana na kujulikana mbele za Mungu, japo mabatizo yao ilikuwa tofauti. Manabii wa zamani walinyunyiza kama anavyosema kitabu cha Hesabu sura ya 8, lakini pia nabii Yohana Mbatizaji peke yake alibatiza kwa maji mengi kwa sababu ya mazingira aliyokuwa anafanyia kazi. Karibu na Yordan maji ni mengi. Kwa vitu hivi ukisoma kwenye Biblia ukaangalia na mazingira, utajua kwamba kuna wakati mwingine tumedanganywa na tumefika mahali pa kunyanyapana na kunyoshana vidole, wakati kimsingi sisi sote ni mmoja katika Kristo Yesu. Mwenzangu sasa Kristo Sila Karata Haruni ataanzia hapa kwenda mbele, na atapokea na maswali yetu, tutajibu kwa pamoja kwa kushirikiana. Mungu awabariki. Nakushukuru sana Musa kwa jinsi ambavyo Mungu amekutumia katika kueleza huu umoja, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ile Zaburi ya 133 inatukumbusha, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Sasa kanisa la Yesu Kristo, kuna wengine wanauliza alianzisha kanisa ni nani? Yesu Kristo hakuanzisha kanisa, sijui namna gani. Watu wanachanganya mambo, na katika kuchanganya mambo wanafikiria kwamba dhehebu ni kanisa. Na wakati ule Bwana Yesu alipambana na madhehebu yale mawili
Masadukayo na Mafarisayo walikuwa wanapingana sana, wanapingana sana na